nipo chuo CBE muda huu na karibia kwenda kumalizia, na nilikuwa nakaa Kinondoni. Nakumbuka nakaa kwenye chumba ambacho ilikuwa ni shilingi 80 kwa mwezi, na kwenye hicho chumba ambacho ni 80 kwa mwezi, bili ya maji pale ni kama 5000, lakini ilikuwa ni sweat, yani ilikuwa ni shida kulipa 5000. Na ni sehemu ambapo nakumbuka nilikuwa nishamwambia babangu kwamba nataka nianze maisha da. Nakumbuka sina kazi hata hapo, lakini mwambia nataka nianze maisha da. Kwa nataka tu tajiri sasa hivi, sio kesho, sasa hivi, now. Yani this thing needs to happen now. Ni kitu ambacho kitakuwa kinakufrustrate sana, sababu utakuwa unaangalia watu ambao wamefikia sehemu fulani kimaisha kama vijana, na especially kama unaangalia mitandaoni, utaona mtu milionea miaka 20 ngapi sijui na nini, bila kuelewa kwamba structures za kila nchi ni tofauti, bila kuelewa kwamba haujui ni kitu gani mtu anajua kuliko wewe, amefanya nini, na hujui. Unaona ni milionea 6, alianza safari akiwa na miaka 16, anaanza safari akiwa na miaka 10, ameridhishwa na mzee wake. Ameridhishwa na mzee wake. Au mtu mwingine baba yake alikuwa na tayari ameshaanza kumtrain kuhusiana na kitu kwanza kiwa mdogo. Sasa ukimwona milionea na miaka 22, unaona chachelewa, mimi na miaka 23. Anajiwekea pressure, unnecessary pressure anaita. Ambazo huwezi. Yaani ukiweza kuvunja hiyo mitazamo watu walionao juu yako ambao umekubali, na ukaamua kupokea mtazamo ambao Mungu anao kwa ajili yako, na wewe ambao unauona ndani yako kupitia maono alikupa. Ni swala la muda. Ulipokuwa chuoni, ulikuwa unaamini nini kuhusu pesa, na ulichokuwa unakiamini kilikugharimu? Okay, that's a really good question. Swali zuri sana. So nilipokuwa chuoni kuna vitu ambavyo nilikuwa naviamini, na ndivyo vilivyokuwa vinanisababishia kuishi jinsi nilivyokuwa naishi na kufanya vitu jinsi nilivyokuwa navifanya. Kwa hiyo namba moja, niliamini kwenye kufanya kazi kwa bidii, which is not wrong, lakini haikuwa na balance ya kwamba kufanya kazi kwa bidii lakini pia kufanya kazi kwa akili. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria sana zaidi kufanya kazi, yani kufanya shughuli nyingi, kutumia muda mwingi, kutumia hard labor. Yani ile ugumu wa kitu ndo nafanya kitu. Hapa ndo yani kuna kitu nakisogeza. Kwa hiyo ni ya kwanza. Ya pili ambayo ilikuwa naona ni uongo ambao nimekubaliana nao, ni kwamba kitu kilichonifanya kwanza niende DIT ambayo DIT ndo let's say chuo cha kwanza. Ulienda DIT alone au kuna chuo kabla ya hapo? Like chuo gani ulianza? Let's just start there. Nilianza DIT ndo nikaenda CBE. Okay. Kwa hiyo nilitoka form 4 mimi nikaamua niende A level. Nikaamua kwamba form 4 Agape Seminari. Yeah. Kwa hiyo kwenda nikaona kwamba binafsi mimi niliona ni vile vitabu vya physics, chemistry, mathematics. Ni madude yako hivi. Niliangalia nikasema sio kwamba nikienda sitafaulu, kwa neema za Mungu najua naweza nikafaulu. Lakini kwa nini nikapoteze muda kusoma mavitabu yale makubwa kiasi ile? Alafu kwa akili yangu muda huo ni kwamba hata kama nikisoma, nilikuwa nishaanza kama kufungua kwamba vitu vingi ambavyo naenda kuvisoma kule sintavitumia kimaisha. Mimi nilikuwa naona. Watu wengine wanaona tofauti, it's okay. Mimi kwa naona sitavitumia kimaisha. Ni vitu vichache kwenye vile vitabu ambavyo ningevitumia. So kwa nini nikapoteze muda wa miaka 2 kwenda kusoma vitu ambavyo sintavitumia? So nikaamua you know what? Bora niende chuo, kwa sababu chuo iko more practical. Kwamba nitatoka pale nitakuwa na study fulani, kitu fulani ambacho nitaenda practical, nitafanya nini. Yaani kama unaona itakuwa more practical kuliko A level. Basi kabla saa ya kuelekea chuoni, mara nyingi kabla mjaanza NECTA mnapewa wale makaratasi ya kujaza ni kitu gani ambacho mnataka, labda sehemu gani mnataka muende, shule gani, ukasome combination gani na nini. Mimi nakumbuka nilijaza DIT sehemu zote 5. DIT na kozi ambayo nilichagua ni civil engineering, mhandisi. Kwa hiyo civil engineering zote 5. Na kwa sababu gani nilichagua hiyo? Kwa sababu nilikuwa nauliza marafiki zangu, hivi ni kozi gani ambayo nikienda nitatengeneza hela hatari? Yaani kozi gani ina hela? Kwa sababu nilikuwa nimeshaaminishwa ya kwamba kuhusiana na job security kwanza, kutokana na nature ya jamii iliyonizunguka, watu wanaamini kwamba unajua ukipata kazi nzuri ambayo inakupa kipato kizuri na ni ya uhakika, basi utakuwa umetoka kimaisha. Kwa hiyo nikaamini ya kwamba nikisoma uhandisi, kwa sababu nilishauriwa either mhandisi, architect
na daktari. Hivi uhandisi kwa Kiingereza ni wa civil engineer. Civil engineer. Okay. Kwa hiyo ni either civil engineer, architect na daktari. Kwa hiyo kwenye udaktari nikasema sawa, naweza nikaenda nikasoma PCB na biology nikafanya vizuri kwenye biology, lakini nilikuwa sijioni kabisa kama mtu ambaye yuko kwenye upande wa udaktari na upande wa biology sana. Kwa hiyo nikaona labda architect na civil engineer, lakini kuna kama civil engineer yani ndo nikaambia hii ndio yenyewe sasa ndio inaela kuliko architect. Kwa hiyo nikasema anyways let me take this. Kwa hiyo nimejaza pale papa civil engineer DIT, Mungu akanisaidia nikapata DIT. Na nilipopata DIT nilipata kama government sponsored. Kana kwamba serikali ilikuwa ina cover kiasi fulani cha tuition fee yangu pale. Kwa hiyo mzazi wangu akilipia 330,000, anakuwa amelipia ada ya mwaka mzima na anakuwa amelipia chakula na hostel ndani ya 330,000. Kwa hiyo babangu mfano kama angekuwa na 930,000, akifanya amalibu miaka 3 yote amalizana nayo. So anyways, ndio hiyo nikaenda DIT. Sasa nimefika DIT first year, perform vizuri kabisa. Yaani nilikuwa niko pale niko na moto kwa sababu najua ni hapa ndo pale nakwenda kutengeneza hela. Yaani maisha yangu hapa yanaanza kufunguka. Kuna namna ambavyo unakuwa na ile perspective ya kwamba kwa sababu ushajiaminisha kwamba kupitia hili nakwenda kutoka kimaisha, nakwenda kuwa tajiri, naenda kusonga kiasi fulani, naenda kuleta ukombozi hapo kwenye familia yangu, naenda yani kuna namna yani uko ndani kuna matumaini unayo kuhusiana na hiyo career, na ndio inakupa moto wa kusogea na kufanya vitu kwa utofauti. Yes, mwaka wa kwanza well and good. Nimemaliza pale kwa sababu kienda DIT pale unafanya certificate mwaka mmoja na diploma miaka 2. Then kufika pale nikagundua kwamba especially field, nilipoenda sa field, kwenda site kabisa, kwa sababu kishamaliza pale certificate kwenda site. Nifika site nikakutana na uhalisia wa kitu ninachokisomea. Kwa sababu nimefika pale ni barabarani. Kwa tunafanya cheka kabla unacheka kwa sababu naikumbuka hiyo story. Yeah. So nafika pale nakutana na uhalisia wa uhandisi. Na huu uhalisia wa uhandisi ni nini? Ni kwamba tulikuwa kwa watu ambao wako Dar es Salaam wanafahamu ile flyover ya Tazara. Ambayo ile flyover ndo inaanza in short. Kwa hiyo tuko pale, kuna kampuni ya Japani ambayo ndio imepewa project nzima, na kuna kampuni ya Kitanzania ambayo ni kama kampuni ndogo inayoshirikiana nao kwa kisha wanafanikisha hii project. Kwa hiyo niko pale, nakumbuka nilikuwa natakiwa niamke saa 10 kwa sababu nilikuwa nakaa Mbezi Beach kwa shangazi pale. Kwa hiyo inabidi niamke saa 10 asubuhi. Nikiomba nafika kule kabla saa 1. Nikishafika saa 1, kuanzia saa 1:30 mpaka saa 10:30 mpaka kwenda saa 11 lazima uwe umesimama barabarani, unless ni muda wa kwenda kula ambao ni mchana, mnapoka kama nusu saa lisaa hapo, yani hiyo lisaa ni kama umestress nusu saa, afu mnarudi kusimama barabarani kusimamia wafanyakazi. Na wale majamaa walikuwa hataki ukaekae kwa sababu walikuwa ni Wajapani wako very kuna level yani kwa level ya diligence na tufanye kazi tunakaa wewe hata uzembe, yani wanayo hiyo. Kwa sababu hata wasimamizi wetu ambao ni wa Tanzania ambao tulikuwa nao pale wanayo hiyo kwamba kuna kaa, yani ukionekana umekaa unaweza kufukuzwa eti. Umeelewa? It was that serious. Kwa hiyo nakumbuka nipo naenda pale barabarani na kuanzia muda mpaka jioni. Nakwambia nilikuwa mweusi, nilikuwa naanza anaonekana mweusi mpaka mamangu akapiga simu. Kama nini shida? Vaa kofia, unajua mother they are very caring, yani vaa kofia, sijui vaa vile vitambaa, sijui kaa hivi kufunika jua hiyo, sijui paka sunscreen wazazi kama wazazi. Mimi kichwani kwangu nasema yani hata nikifanya yote haisaidii kwa sababu muda ambao nitakuwa nakaa huko barabarani. Anyways, niko barabarani muda huo wote na nikiwa bado kumbuka ndani yangu na ile matumaini ya kwamba civil engineering inakwenda kumtoa kimaisha. Civil engineering hiyo ndo story ambayo najisemea kwamba hata kama kuna ugumu lakini ina shida, nitakuja tu kusimama na kuinuka na nitakuwa ndio story inaendelea kwenye kichwa changu. Sasa hiyo story ilikuja ikavunjwa hapa. Hiyo siku nimekaa barabarani nakuja nagundua kwanza hii kazi ni ngumu aise. Hivi ni kitu ambacho kweli nataka nikifanye maisha yangu yote. Kwamba nikae barabarani hivi napigwa jua hivi. Kilichokufanya uanze kufikiria au kuevaluate hicho kitu kwamba this what I'm doing kinanisaidia, kitanifikisha kitu gani kilichokusukuma mpaka uanze kujiquestion? Nadhani kuna uhalisia ambao nilikuwa naendeshwa. Kuna kiongozi wangu ambaye alikuwa pale alikuwa anatuendesha. Yani kwa nature ambavyo alikuwa.
Kuna namna tu ambavyo dogo yani kwa sipendi kuitwa dogo, yani kwa namna yani hata heshima basi ya kawaida ambao vitu kuna watu wengine wako okay bisi, nilikuwa siko okay. Nilikuwa sipendi tu kuendeshwa. Kunaendeshwa pale ambapo siipendi. Nilikuwa naona kama hata kama nimekuja kufanya field hapa, kuna namna ambavyo unaweza kumtreat mtu mwingine. Na nilikuwa naona ile treatment napata labda sio sawa. But anyways, kwa sababu niko pale na nahitaji kufanya hivyo, nijaze report yangu niondoke, I was okay. Kwa hiyo kuna namna uendeshaji kwa sijaupenda, lakini pia kukaa barabarani kuanzia asubuhi mpaka jioni nilikuwa naona kama sio kitu ambacho kinani fulfill, kinanifanya kujisikia kweli nimeridhika na kile ambacho nakifanya hapa. Kwa hiyo nilikuwa nikiamka asubuhi, yani naamka kwa kujisukuma, nikiwa pale barabarani niko kwa kujisukuma. Sawa, it's a project kubwa, mnafanya kitu ambacho kije kufanyika na nini, ni kitu kizuri, lakini kwangu mimi haikuwa na fulfillment. Lakini najua kuna watu wengine pale wao yani wakiamka huko kwao yani yes tunaenda kufanya project nyingine leo, tunafanya kitu, yani kwangu mimi it was not that. Kwa hiyo ndo nakumbuka nasema ndoto yangu hiyo, ndoto ilikuja au mawazo kuja kufanya siku tuliambiwa kwamba kesho yake anakuja kiongozi sasa wa hiyo kampuni ya Kitanzania ambaye ndo kama CEO na mwanzilishi wa hiyo kampuni na ndio bosi mkubwa anakuja usiku. Nikasema okay, natamani nijue bosi nani, kwa sababu tulivyokuwa tunapangwa huyu jamaa anakuja ni kama Mungu alikuwa anakuja. Lazima uandae mazingira kwamba jamani kesho mhakikishe kwamba umevaa vesti, buti umevaa, hakikisha sio umevaa hivi, sio hakikisha barabarani utakuepo au kaikai hivi. Yani kaza ni nani anakuja? Nani anakuja hivi yani? Na anaongea hivyo ndio huyo supervisor wangu ambaye anatutetemesha, anatutelekesha, lakini akiwa anaongea jamaa ni Mungu, yeye ndo anatetemeka, yani hapo jamaa anakuja. Nikasema ni nani huyo anamfanya hadi supervisor wangu atetemeke? Okay. Kwa niko pale, kesho yake ikafika. Jamaa nikana mwangalia nani anakuja. Kwa hiyo jamaa kaja na V8 hiyo siku ameingia pale nje. Kapaki. Cheki nani huyo? Kashuka mzee mmoja hivi, mrefu. Panampana kidogo, kashuka tap. Kavaa vest yake pale, kaweka kofia yake vizuri, kajava buti, kafunga mlango. Kageuka hivi, namba 1 anakutana na mwamba hajavaa vest. Kamuita kaka, "Wewe, njoo." Kwa nini hujavaa vest? Si mwambie akufukuze. Mwambie mtu fulani akufukuze. Nikasema Mungu wa huyu ndo amefika. Jamaa ameenda kule pap. Kaingia kwa supervisor, kamfukuza. Ndo ameenda hivyo. Chap, jamaa ndo amefika. Sikile hiyo ni show ya kwanza, nikasema shaelewa kwa nini kila mtu anamkimbia umshikaji. Na mimi nikaanza kutafuta koda yangu. Sasa naenda ofisini kwa yule supervisor wangu. Supervisor wangu alikuwa amekaa hivi kwenye screen. Yaani ungemuona usikia mimi ndio yule jamaa ambaye unafanya yaani sawa ndio mtu. Ni kweli. Kasa jamaa na nini? Anyways, tutoka ni kazi zangu barabarani kule. Kwa niko barabarani niko sana engineer. Sasa mimi nikumbuka ni mtu wa certificate. Kwa niko na mtu ambaye amebobea zaidi ana Kwa hiyo ulikuwa unafanya certificate by that time? Ni certificate. Shamaliza certificate. Sawa. Ndio unaingia diploma miaka 2 sababu sijaenda A level. So niko kule njiani nakutana na engineer. Kwa sababu jamaa alipotoka pale akaingia akazunguka kama dakika 15 30 hapo. Katembea mwanzo hadi mwisho, kaangalia naangalia huyu msogeeni mfanye. Kaingia kwenye gari, kaondoka, katuacha kwenye jua. Kasa kuna maisha. Kwamba naweza nikaja nusu 7 kwenye ile jua tu. Alafu ndo nimeondoka. Alafu sisi tunakuja paka kuanzia asubuhi mpaka jioni. No. Nataka yale maisha yale pale. So nakumbuka nikamuuliza engineer hapa ambaye tayari kwa na degree yake, ndio yuko barabarani, ndio analipwa vizuri kuliko mimi mtu wa diploma na kwa sababu analipwa pale. Hata sikumbuka kwa nini nilikuwa sijui. Yaani kwa sababu nilikuwa ni insignificant. Lakini anyways, no field. So niko pale nikamuuliza, "Bro, hivi kwa sababu sasa nikaanza kuona ile desire kwamba jamaa apelekeshwe. Unajua jamaa ndo kama ana run the show. Huyu jamaa anatendesha show kama ndo mfanya biashara mwenyewe. Alafu mimi naona kama kitu kama hicho ndo mimi kinanifaa. Sio kwamba issue ya kupelekesha, ni kuwa yule ambaye ana own the business ndio kinachonifaa. In control. Hiyo. Jamaa akaniambia, "Dogo. Uko wapi? Unasema ndo umeza certificate?" Nikwambia dogo, una miaka 2 ya kumaliza diploma, sio? Miaka 3 ya degree, 5, sio? Na angalau hapo tuseme mpaka miaka kama 7 hivi. Yaani kufanya kazi. Ya kufanya kazi, kutafuta na ya kuwa ili uweze kuwa registered kwenye engineering board.
Either niambia ukweli au mimi sijui. Mimi nachojua niambia miaka 7 ya kuregister kwenye engineering board. Kwa hapo kama miaka 7. Kwa hapo ni kama miaka mingapi huko? 12. Yaani 12 unaweza kuanza kampuni yako. Ile dream ya CBA ikafa pale. Ndo bye. So hiyo dream ilipokufa pale, yale mawazo kwamba ni sijui engineer, nitatoa kimaisha, nini, yalizimwa ikaja nini, mfanya biashara. Kama mfanya biashara nitakuwa in control with my life. Naweza nikaamua nachokitaka, naweza nikaamua ratiba yangu, naweza nikaamua hichi, naweza nikafanya hichi hivyo. Then baada ya kile kutokea, kabla hujaendelea mbele, niko very interested kujua dream ya kuwa civil engineer au mhandisi, right? Ilitokea wapi? Chimbuko lake ilikuwa ni nini? Kwa sababu kama environment, bosi wako anakuja na supervisor anasema mambo kama yale na ndoto yako inakufa pale, inanifanya niulize au nataka kujua mzizi wa hiyo ndoto ulikuwa ni nini mpaka ikawa rahisi kuvunja na kuanza kufikiria kuwa kama mfanya biashara. Okay. Swali zuri, kwa sababu hiyo ndoto kama nilivyoelezea hapo nyuma, hiyo ndoto ilitokana na uhitaji. Ilikuwa ni ndoto ambayo imetokana na uhitaji kwamba natamani niweze kupata financial freedom, yani uhuru wa kifedha. Okay. Na chombo ambacho nikiona kinaweza kanifikishia hapo ni career yoyote ambayo mtu anaweza katengeneza hela nyingi. Na ndio kama nilivyokuambia, niliwauliza marafiki zangu, kwa sababu kumbuka na at least hizi mashule wanapewa career guidance. Sisi hatukuwa tupewi career guidance. Na sidhani kama nilishai kuulizwa na wazazi watakuza unataka kuwa nani, nilikuwa nataka niwe rubani nikaja kujua ni bei ghali sana, na nikiangalia financial state ya nyumbani muda huo sio kwamba ingewezekana. Kwa hiyo ile ndoto pia ilifia hapo. Nikaja kwa niko shule, yani sifikiri urubani, sifikiri, naangalia tu watu wengine watasemaje, kwamba ni nini wanachokijua ambacho mtu anaweza kutengeneza hela nyingi. Na nadhani kwa sababu ya huo uhitaji wa kupata uhuru wa kifedha na kufika sehemu fulani ambapo labda naweza nikakomboa familia yangu au na mimi nikaishi maisha fulani ambayo ni mazuri, nikauliza tu kwamba ni kitu gani naweza nikakifanya, na nikakubaliana nacho, kwa sababu nilijua basi kama ni kitu kuhusiana na physics, chemistry na mathematics, hicho mimi nitakiweza. Nikienda pale fizikia tu hiyo naweza. As long as napata hela nzuri. Let's go. Twende. Kwa hiyo ndoto hiyo kutokana na uhitaji, na haikutokana nasema na kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu. Haikutokana na kusudi, haikutokana na maono ambayo Mungu siku zote labda alikuwa ananipa, au vitu ambavyo tayari labda nilikuwa na ustadi nao, skills kuhusiana na mambo, au vitu ambavyo tayari nishajiona kama na kipawa au talanta fulani hapo kwenye hicho, yani kwa ni focus hapo. So ilitokana na hiyo sana. Na ndio kwa maana nika rahisi kufa, kwa sababu pale nilipoona kama hainifikishi hapo kwenye uhitaji uliokuwa nao, kuna kwa speed niliyotaka. Na kwa speed niliyotaka miaka 12. Though Mungu ana hambo, kwa sababu hii safari ya ujasiriamali miaka 8 ndio at least mambo kaanza ku make sense. Okay. Sawa. So kutokea pale, kwa hiyo kilichotokea baada ya your dream kuvunjwa, kutokea hapo kilitokea nini? Kwa hiyo baada ya dream kuvunjwa, dream halisi ikapanda juu. Dream halisi ikapanda juu. Sababu nikaanza kufikiria hivi ni vitu gani ambavyo ikatokea tu kama nawaza ndani yangu, kwamba mawazo yanakuja ndani yangu, ni vitu gani ambavyo kiuhalisia au kiukweli watu wananisifia au navifanya kwa urahisi. Kwa hiyo nakumbuka nikaanza kureflect zaidi chuoni, nyumbani, shuleni nilipokuwa mdogo. Kwa hiyo nikaanza kukumbuka jinsi gani ambavyo nilivyokuwa shuleni nauzia watu saa, sausages, na tafuta namna tu yani ya kufanya biashara kwa namna moja au nyingine.
hapo ni shuleni kuanzia kwa sana hizo nilianza kuanzia la 4 la 5 hapo hivi. Kwa unauza sausage? Nauza sausage shuleni. Yaani mama anakuwekea sausage kwenye container kwenye nani? Alikuwa anipa mimi nikifika shuleni. Hiyo ya sausage specifically ilikuja darasa la 6 ambapo tulihamia Moshi. Kwa hiyo nafika shuleni na sausage, watu wa boarding, mtu mmoja akaonaga sausage zangu, kwa ni kama 2, akaniambia naomba sausage, nikamwambia mimi mwenyewe nimepakiwa, akaniambia naweza nikanunua. Akasema brother, chika, hicho sio kupakiwa. Hicho kinipa hela, chika, bring the money. Kwa hiyo aliponiuzia akili yangu ikaspark kwamba kama huyu yuko tayari kununua na mwingine akataka, maana wengine watataka. Kwa hiyo kesho yake nikaja na zingine. Wakanunua. Kesho yake sasa nikafanya kitu ambacho sio kizuri. Nikaenda nyumbani, nikao naamka saa 10, saa 11 na chemsha sausage, nazika kwenye container, nafunga ili sisikike, usije ukakaanga, sitasikika unakaanga. Chemsha, napiga kwenye container, naondoka, napiga kwenye begi asubuhi, mama ajui. Naenda zangu na nili. Naenda zangu shule naziuza. Ila naopata nikaja nikanunua kipakti kingine cha sausage ambacho nikakichemsha usiku. Nikaenda nikawa napata kwenye kila sausage shilingi 500. Hapo ni mwaka nikiwa hiyo ni msimu mwaka gani? Nishaanza kiwanda chako cha sausage. Kakina nilika biashara yangu ya sausage. Kwa hiyo nikaa napiga hivyo. Mara nyingi siku nyingine nimeenda na saa 1 zamani zilikuwa zina vitaa fulani. Za mponyezo zile. Unabonyeza, kuna moja sasa uko unabonyeza kitaa, kuna kitochi hapa kinawaka kabisa. Nakumbuka jamaa kaniangalia, sasa hii chashi ngapi? Kaangalia nimenunua shilingi ngapi? 2,000. Basi 3,500. Sema sawa. Nikachomoa pale nikamuuzia. Kana nikanunua nyingine, mtu mwingine akataka yeye. Kwa hiyo nikashtukizia kuna vitu ambavyo nilikuwa nafanya naturally. Nilipoenda sekondari, na nadhani pia ni kwa sababu ya financial situation ya nyumbani, kama nilivyosema, yani tumetoka kwenye familia ya size ya kati, yani Tanzania wa kawaida. Kwa hiyo sio kwamba kila kitu unachokihitaji unaweza kupata. Kuna sometimes pocket money ilikuwa inachelewa, inakuwa haipo kutokana na mahitaji mengi na nini ambayo yako pale nyumbani. So kuna vitu ambavyo nilikuwa navifanya mwenyewe shuleni kwa kujiongeza. Kwa hiyo mfano nikajikuta mfano sekondari nashonea watu suruali. Nilikuwa sasa shuleni. Kwa mfano unakuta Agape Seminari tulikuwa turuhusiwi kuvaa, tunaita vibamba muda huo. Yaani visuale chupa vile. Modo. Unakuta masuruali tunaoshonewa naturally makubwa, mabwanga nini. Akati sasa hivi ndo swaga unajua. Mabwanga nini. Lakini muda huo yani bwanga shuleni unaonekana yani kama mtu fulani hivi, au yani kama hauna sense of fashion. Kwa hiyo nakumbuka mimi nitaenda na uzi na sindano, nitakaa kwenye kitanda changu, nitashona suruali yangu. Kwa nitaanzia huku nitashona, nitakisha tu nimemark vizuri, nitavaa. Watu wakaanza, vipi basi suruali yako umeshonea wapi? Business. Napenda nashona. Shilingi ngapi? 2,000. Sawa. Ananiletea suruali yake moja, nyingine 2,000. Tanikuta pale kitandani kwangu kuna pia story na watu. Kuna shona suruali. Shona. Nikisoma suruali 5 10,000. Chukua na mpatia mtu watu suruali zao, nachukua 10,000. Sometimes ikifika hela ya kununua kiasi fulani nimepata, na nunua boksi la biskuti. Ambao unakuta duka pale kuna duka shuleni ambalo supplies zinakuja kwa muda. Kwa hiyo zinakuja zinaisha, kuna muda fulani unakuta hamna supplies. Kwa hiyo biskuti inaanza kuwa deal. Kwa hiyo nanunua biskuti kwa mdogo shilingi 500. Nasubiri ka stock market. Nasubiria. Soko ikishafika mzee unanunua mtu buku. Na unajua kwa kunipata. Kuna mama alikuwa anashikilia hadi buku jero. Yule jamaa alikuwa hatari sana. Yule jamaa kwa level nyingine. Buku jero, yule mama alikuwa anakuja shule, hana pocket money. Anaondoka na hela kuliko most of the people. Yule jamaa kwa level nyingine. Lakini anyways, na mimi nilikuwa na level yangu hiyo kwamba buku. Kwa hiyo nitapata hela. Kwa hiyo ni jinsi bwana jisustain shuleni. Kana hela ya pocket money namna hiyo, na mimi nakula biskuti, na mimi nakula soda, sio nini, inaonekana yeye angalau na vitu fulani vitasogea. Kwa hiyo nikaanza ku notice hiyo pattern. Na nilipokuja chuo iliendelea hivyo hivyo. Kawa nauza makaratasi DIT, makaratasi ya raf, makaratasi ya kuchorea. Nikawa nauza maji, nauza nguo, t-shirt, ticket za club, na nimeuza vitu vingi. Nikajiunga na Forever Living tena. Kuanza tena biashara nyingine. Yaani ilikuwa tu ni kitu ambacho kilikuwa ndani yangu kinajaribu kutafuta namna ya kujiexpress, namna ya kutoka. Kwa hiyo nikaanza kuona
yani kitu ambacho kina flow kwangu waga kiurahisi ni biashara, trade, exchange. Kufikiria kuja na ideas, kutatua matatizo kupitia biashara. Kwa hiyo nikaja nikaona hichi ndio kitu ambacho nakitamani kufanya. Labda ningeelewa vizuri kwamba kwenye civil engineering pia inawezekana kufanya hivyo, lakini nadhani kwa sababu ya ile discouragement ambayo nilipata kutokana na kuambiwa ni miaka 12 kuweza kuanzisha biashara kama hiyo, labda kuna njia zingine mimi sijui. Mimi nilimsikiliza yeye, nilichukua neno lake kama neno la Mungu, nikaondoka nalo. Kwisha. Hadi kama jamaa amekaa hapa miaka yote hii na anasema hivi. I was like hivi. So kwangu mimi pia namshukuru kwa sababu ni hapo ndo niliponisaidia kualign na kujua okay, hichi ndio kitu ambacho kiukweli nataka kukifanya. Na niliporudi saa chuo kuingia, nimeshamaliza certificate. Kwa hiyo mimi na certificate ya civil engineering kabisa ipo halali na chuo ya DIT, certified civil engineer kwa level certificate. Basi baada ya hicho kutokea, nimerudi chuo. Nakumbuka nikakaa pale, nikaamua kwamba siingi darasani, nitakuwa nasoma vitabu vya ujasiriamali, nitajifunza kuhusiana na ujasiriamali, nitafanya biashara, na hiyo ndo itakuwa focus yangu kubwa. Then kama nilivyosema, kwa siingi darasani, kuingia semester ya pili nikaona kabisa hapa nitaenda kufeli. Sio kwa sababu sina akili, ni kwa sababu sipo pale. Focus yangu haipo kabisa pale. Kwa hiyo siku niko darasani, nikapata prompt ya kumwambia tu babangu kwamba kuna hichi. Kumbuka na mimi ni government sponsored. Pale walikuwa wanalipa 330,000 kwa mwaka. Naenda kumwambia sasa hivi na nahitaji kuacha shule, niende nikafanye kitu ambacho nakitaka zaidi, ambacho ni kusomea biashara. Nilisema mzee Masai ataniua au ataniambia nimepanda kichaa au chochote, lakini nikasema ndani yangu tu nilikuwa na feel hiyo kwamba mwambie. Kwa hiyo nikamwandikia WhatsApp message hiyo moja ndefu, nikazima kila kitu, nilikuwa nimeenda kusoma. Kwa hiyo nikazima kila kitu, nikasema siendelee kusoma, nikaenda kulala. Naenda kulala, kesho kwa una test ya hesabu hiyo. Naamka asubuhi, kila mtu anaenda zake kwenye test. Mimi hapo hata sina muda wa kwenda kwenye test, naangalia text. Kaniambia kwa hiyo, akasema Mungu wangu, kwa hiyo ndo nini mzee nijielezea? Kajua kumbe anamaanisha kwamba muda huu Kevin amesha quit form 6. Kwa hiyo akafikiria kwamba na mimi nataka ni quit. Kwa hiyo nikamwambia amna, mimi naenda kusomea biashara. Kaniambia sawa. Na nyuma, lakini unajua hapo ulikuwa ni hivi na hivi, kama unasema advantages za government sponsor. Kwa nishamaliza mimi. Nimeshamaliza mambo. Nishapiga budget yangu nini. Kwa hiyo hivyo, lakini sasa anyways sawa. Basi ndo nikaondoka CBE, na mimi DIT nikaingia CBE na mambo mengine yakaendelea huko. Kwa hiyo kama swali niliuliza mwanzoni, ni kitu gani ulikuwa unakiamini kuhusu pesa ukiwa chuoni, na umeelezea story ndefu hapo ambayo inasaidia sana kuconnect na wewe kuelewa where you come from. Kwa hiyo kati ya kitu cha kwanza, je, kuna vitu vingine ambavyo unafikiri vijana wengi wanaamini kuhusu pesa ambayo inawa hold back? Okay, so kutokana hata na hiyo story ambayo nimeitoa hapo, point nyingine ni kwamba uongo mmoja ambao kuna uongo ambao ulikuwa naushikilia ya kwamba pesa yangu imejificha kwenye career. Ndio uongo wa kwanza. Yaani uongo ambao nilikuwa nimeuchukua kwamba nikiweza kufanya career fulani au nikiweza kuwa engineer, labda nikiweza kuwa sijui rubani, kwa sababu marubani wanalipwa vizuri, engineer wanalipwa vizuri na nini, then nitakuwa na uhuru wa kifedha kwangu mimi. Na najua tena ni kwa watu wengi, lakini pia namshukuru Mungu baada ya muda sana kuja kuona kwamba huo ni uongo. Sio tu kwenye maisha yangu, kwa watu wengi ambao nimeona either walisomea hicho kitu, watu wengine ambao wanastaafu waliofanya hayo mambo. Kaja gundua issue sio sana kwenye hiyo career, lakini kuna uelewa na information ambayo unahitaji kuhusiana na fedha, financial literacy. Yaani unahitaji kuwa na financial, yani kujua kuhusiana na masuala ya kipesa. Kwa unachokisema ni kwamba umepita chuoni na kuna uongo uliaminishwa kuhusu pesa ambao vijana wengi wanaamini kwamba pesa nyingi imefungamana na career fulani. Lakini unachokisema kitu cha kwanza ambacho umejifunza ni kwamba not necessarily, ni kwamba ni mtazamo wako, naweza kawa naenda going ahead of you, lakini mtazamo wako kuhusiana na pesa ndio unachangia kama utatengeneza pesa nyingi au la. Mtazamo ambao unakuwa affected sana na knowledge
ujuzi, knowledge ambao ni maarifa na taarifa. Kwa hiyo mtu ambaye hajajikita kujifunza kuhusiana na pesa lazima asumbuke, either ni engineer, either ni architect, either ni daktari. Ndio unaweza kukuta mtu ni daktari analipwa hela nyingi, analipwa hela nzuri sana, lakini maendeleo ni madogo. Unaweza kukuta mtu mwingine anafanya kitu ambacho anaingiza hata 500,000 kwa mwezi, lakini ukiangalia progress ya mtu kama unashangaa, jamaa anaingiza 500,000 lakini mbona kama kuna namna kuna progress anazipiga ambazo ni nzuri au ni hatua kubwa compare na yule mtu ambaye anatengeneza kipato fulani ambacho ni kikubwa. Kwa hiyo nikuja kugundua hicho kwamba yani naweza nikaa kwenye career ambayo ni nzuri, lakini kama hapa sina financial literacy, sijui kuhusiana na masuala ya kipesa, kutengeneza utajiri, kufanikiwa au kupata uhuru wa kifedha ni uongo. Na pia sasa kukija kwenye somo la kibiashara hapo ni kwamba sio pesa yangu mimi sasa ndo hapo niseme sijui ni uongo mwingine wa pili, kwamba pesa yangu mimi haijajificha kwenye career, imejificha kwenye karama ambazo Mungu amenipa, imejificha kwenye kusudi ambalo lipo ndani ambao Mungu amenipa, imejificha kwenye wito ambao nao mimi, yani imejificha kwenye kile kitu ambacho tayari Mungu aliniandaa na aliniunda au alinifuma kuweza kukifanya. Kwa hiyo nikuja kugundua mimi na perform vizuri zaidi nikiwa kwenye area ya biashara, then hela ndio ilianza kunifuatia hapo. Na sisi nikasema kwamba ilinifuatia hapo instantly, lakini nikiangalia over time, nilipoamua kusimama hapo na kusema hatuyumbi hapa, yani hapa ndo tumejua kuna kitu hapa. Kwa hiyo ije jua, ije mvua, masika, sijui muda wa kiangazi, tutabaki hapa. Na ni hapo ambapo niliamua kufocus. Kwa hiyo hata mfano baadaye tutakuja kuona matokeo yanayotokea kwenye biashara na mambo mengine ambayo tunaongelea hapa, au mtu mwingine ambaye ameshaona story yangu nyingine kuhusiana na Airbnb anajua kujua kwamba atakayeelewa kwamba ni kwa sababu niliamua kusimama pale kwamba hapa kwamba nimeshagundua kwenye biashara ndio kitu changu. Kwa hiyo watu wengi mistake wanaofanya ndio hiyo, kukimbilia pesa. Kwamba mtu anatoka kwenye hii anaona labda engineer anaenda kusomea kitu kingine. Sijui yani na ile mentality ambayo wengi wetu tumepewa kutokana na generation iliyopita, either wazazi wetu, ndugu, jamaa, marafiki, babu, bibi, wajomba, job security. Yani kwamba unahitaji kazi, yani unahitaji sio kazi ni nzuri, lakini unahitaji kuwa kwenye job, yani umeajiriwa sehemu fulani, na hiyo ndio itakupa niseme usalama na kuhakikisha kwamba unaweza kula, una bima na wengi wao unakuta wanaamini hata zaidi kwamba ukipata kwenye ofisi ya serikali, yani ni kama hapa ni uhakika wa maisha, ambapo una sehemu pa kushikilia mpaka utakapofika labda miaka 60, unashikilia hiyo kitu ambao utakuwa unapata pension zako una save pension zako za NSSF, utakuwa sijui unaangalau kuna sehemu nyingine unapewa gari hapa, unapewa msaada hapa, labda unapewa na marupurupi hapa na pale, unapata na mshahara wako constantly, na unapata bima. Yani kuna hivyo vitu ambavyo ni benefits ambazo zimewekwa au manufaa ambayo yamewekwa kwenye kazi, which is good na inakusaidia sawa, lakini mara nyingi imewalock watu na hawafikirii nje hapo, yani hawafikirii nje ya hiyo idea au hicho kitu ambacho kimejengwa au box, hicho kiboksi ambacho kimejengwa hapo, na mtu anakimbilia tu kwenye hicho kiboksi bila kujiuliza yani. Kwa hiyo huo ni ungo mwingine ambao kwangu mimi ndio nikaona, na mshukuru kwenye biashara ilinisaidia kwamba kujua kuna viboksi ambavyo watu wanavyo, na kwangu mimi nimeamua kutoa hicho kibox na kuangalia vitu kutoka kwenye lens ya juu au macho ya juu zaidi, na kuona vitu kwa upana na kujua kwamba mimi kitu changu ni hichi hapa, na hapa ndo nitakapoamua kuwa bora zaidi, kwa sababu nitakapoamua kuwa bora kwenye kile kitu ambacho nimeumbiwa kukifanya, nitaifanya na nitapata the highest fulfillment, yani nitajisikia vizuri nikiwa nafanya hicho kitu. Lakini pia nimekuja kugundua pia ni sehemu ambapo naweza nikawa more valuable, naweza kuwa thamani zaidi. Sababu ni kitu ambacho nakipenda, na sio kama nasema kila kitu atakachokifanya nitakipenda. Kwa vitu vingi ambavyo navifanya, mfano hata sasa hivi kwenye biashara, ni kwamba namsubiria mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kubeba
hicho kitu anachokifanya hakifanye kama kitu ambacho anakipenda, ili mimi nifanye kile kitu ambacho naweza kukifanya kwa ubora zaidi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nasema tu kwamba utafanya, utapata fulfillment, utaipenda hicho kitu unachokifanya kwa sababu una maono ndani yake. Na kama mnakumbuka vizuri kwenye story nilikuwa nawaambia kuna mawazo ambayo yalikuwa ndani yangu yanaongea pale nilipokuwa na tumaini la kuwa nimefanikiwa kwenye upande wa kama mhandisi. Yalikuwa anaongea ndani mawazo yangu kwamba unajua tukifanikiwa kwenye hii tutakuwa hivi, tutapata uhuru wa kifedha. Hiyo ni story ambayo nilikuwa najiambia mwenyewe. Kila mtu ana story yake ambayo alikuwa anajiambia mwenyewe kila siku. Kwa lazima mwenyewe ujue ni story gani ambayo unajiambia kila siku. Kwa mimi story yangu ndio ilikuwa kwamba nikiwa mhandisi nitapata hela nyingi, tutakuwa kuna financial freedom. Lakini kuja kugundua baadaye kwamba that was the wrong story I was telling myself. Yaani story ambayo ningetika niwe nasema ni kwamba labda mimi ni mjasiriamali. Labda uwezo ambao Mungu amenipa mimi ndani ni uwezo wa kuongea zaidi, uwezo wa kutatua matatizo, uwezo wa kufanya kitu fulani, uwezo wa nini. Na kupitia hichi na kupitia labda msaada wake, naamini ya kwamba yaani kuna story ambayo ilibadilika. Ndio kwa nini nikaiacha nikabeba sasa story ya uhalisi. Yaani story, the real story kwamba hichi ndio kitu ambacho nataka niwe nakifanya. Kwa hiyo ukiachana na uongo wa kukimbilia job security, though kuna watu wengine wameitiwa corporate kuna kwenye maofisi na kuperform vizuri huko, lakini pia hata wanahitaji kuelewa ni wanaenda pale sio kwa sababu ya job security, wanaenda pale kwa sababu ya kusudi. Kwa hiyo ukiona hiyo shifts zikitokea, mtazamo wako kama ulivyosema, pia mtazamo wako ukiwa unafanya chochote inabadilisha kabisa namna unavyofanya hicho kitu. Kwa hiyo kama kijana, mtazamo wangu ulipobadilika ukawa hivyo, nadhani ilibadilisha sana kila kitu nilikuwa nikifanya. Na ndio kwa maana kuna mtu anaweza kashangaa kwamba inakuwaje haukati tamaa. Siwezi kukata tamaa kwa sababu kuna story najiambia mwenyewe ndani. Na hiyo story inahusiana na maono nilionayo, inahusiana na kusudi nilionalo, inahusiana na Mungu ambaye namwamini anatembea pamoja na mimi, inahusiana na watu ambao nataka niwahudumie, inahusiana na namna ninavyojiona. Yaani kuna story inaongea ndani yangu. Na hiyo story au hiyo idea na huo mtazamo nao uko ndani ndio unanifanya nikiamka nitake kwenda sehemu. Inanifanya nikikutana na magumu na pale ambapo mambo yanaonekana kama labda nilivyokuwa natazamia kupitia maono yangu na mipango yangu, lakini bado kupata ile nguvu ya kuamka na kusema kwamba nikifanye tena wakati vitu havi make sense, kwa sababu ya story ambayo inaendelea ndani yangu. Kwa mtazamo labda kitu cha mwisho labda hapo ambapo nilikigundua kuhusiana na pesa ni kwamba pesa yani hii statement ya kwamba natafuta pesa, yani hiyo ni moja ya hizo ideas ambazo tumeaminishwa na watu wengine wanaongea bila kujua. Yani kwa sababu kila mtu anakiongea hivyo, lakini jinsi unavyoongea unajicondition zaidi na zaidi kwamba mimi nikitaka labda 5,000,000 inabidi nikatafute 5,000,000. Wakati kitu ambacho nilikuja kugundua ni kwamba pesa haikimbiziwi, haitafutwi. Pesa inakuwa attracted na inanaswa yani. Kwa hiyo na namna kuinasa ni kwa kuwa mtu wa thamani. Kwa pale unapokuja kufika sehemu ambapo unakuwa wewe kama wewe mtu wa thamani. Na mtu wa thamani hapa anamaanisha nini? Manake kile kibali ulichokuwa nacho unakishughulikia. Ile hekima ulionao ndani yako unashughulikia. Ule ujuzi uliokuwa nao unaweka kazini na unahakikisha kwa bora. Ule unajiongeza kimaarifa, unajiongeza niseme kiuelewa, unajiongeza kimahusiano, yani kuna vitu ambavyo yani unakuwa mtu wa thamani kwanza wewe. Then wewe ukishakuwa mtu wa thamani, kutokana na wewe kuwa mtu wa thamani, kuna vitu ambavyo utaanza kuvifanya kiutofauti, ambavyo mara nyingi kuja kuangalia ndivyo biashara zinavyotokea. Mtu ameanza kufanya kitu ambacho watu wengine wanafanya kwa njia tofauti. Kwa hiyo watu wanaacha kwenda kwa mtu ambaye anafanya kikawaida na kuja kwa mtu ambaye anafanya kitu tofauti. Ni huo thamani ambao utawavuta watu wanaotafuta kitu cha thamani. Either kimahusiano, anatafuta kukaa na mtu ambaye anaweza kaongea naye, anaongea point. Sio mtu ambaye mnaongea ujinga tu, hamna kitu cha maana. Ni huo thamani ambao pia umeujenga, utakusababishia wewe kuweza kufunguliwa milango kuingia maeneo ambayo ile level ya chini singeweza kuruhusu kuingia.
Kwa sasa hivi kuna maeneo ambayo unaweza ukaenda ukaanza kuongea na watu kwa namna fulani na wakataka kuendelea kukusikia, wakataka kufanya biashara na wewe, wakataka kukufungulia mlango kufanya chochote, kwa sababu kuna level ya thamani ambayo umekuwa ndani ya au umeongezeka. Na ni hiyo kuongezeka kwa thamani ambayo pia inakuruhusu wewe pale milango inapofunguka, sio tu unaweza kuingia, unaweza kusustain hiyo milango hiyo. Kwa hiyo ina manufaa mengi kwa ufupi wewe kuwa mtu wa thamani. Na kwa sababu utakuwa mtu wa thamani, hata biashara yako itakuwa biashara ambayo inatoa vitu vya thamani. Na at the end of the day ni hicho kitu cha thamani ndio kinamfanya mtu aje. Kwa nini mtu anakuja tajiri BNB? Kwa nini mtu anakuja BNB tajiri? Wanakuja pale kwa sababu kuna uhitaji ambao tunaujibu. Na tunaujibu kwa sababu ya hekima, uelewa, skills tuzo. Hivyo vyote ni vitu vya thamani ambavyo tunaviweka mbele na kuvitumia kuwahudumia watu. Kwa hiyo pesa haiwezi kuacha kutufuata, kwa sababu hiyo pesa iko kwenye mikono ya mtu ambayo huyo mtu hatakuwa tayari kutoa hiyo pesa kwenye mfuko wake kutupa sisi bila kuona kwamba kuna kitu cha thamani kuliko hicho pesa tulichokuwa nacho, ambacho atasema nipo tayari kukupa hii pesa ili kupata hicho kitu cha thamani. Kwa hiyo nipokuja kuelewa hicho kitu, yani kwamba hata ideas ni pesa. Yani una pesa nyingi sana. Kwamba kuna sasa unaweza tu kukaa ukapata idea, na hii ni kwa sababu mmekuwa mtu wa thamani. Kuna vitu ambavyo mtu mwingine hawezi kuona, mimi naweza nikaona, unaweza kukaa ukaviona, lakini mtu mwingine kwenye mazingira hayo afa sioni kama ni yani kuna si hapo, yani kuna shida sana, yani mtani hapa ingekuwa kuna mtu anatengeneza magari ambayo anaweza kufanya wewe ukisikia hivyo usikie idea kwamba mtu tukiweza kutatua tatizo la uhaba magari, tunapata kwa watu wanaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunafanyaje hivyo? Tunahitaji kutafuta, labda niende nikatafute watu ni wakusanyike pamoja, tutafute magari tuyanunue, waweze kutoka hapa mpaka hapa. Watu watakuwa wanalipa shilingi 500 ambapo ukiangalia hapo kimehesabu hiyo ni kama shilingi fulani wiki fulani. Hela. Kuna mambo mawili hapa. Jambo la kwanza ni kwa mtu ambaye hafahamu story ya namna ulivyoanza Airbnb. Ukiwa nyumbani, kuna nyumba ya familia, ukabadilisha vyumba viwili vikawa kufanya Airbnb. Kuna story, full story, mtu anaweza kana kuangalia, nafikiri utaiona link hapo juu. Unaweza kana kuangalia the full story ili uweze kuelewa the whole course. We cannot cover, unaweza tusikave kila kitu hapa. Lakini kitu cha pili ni kwamba nafikiria yule mwanafunzi, mwanachuo, kijana anasikiliza vyote hivi and then anasema okay, mimi nilipo hapa. Kaka Ian, tukuite hivyo, tajiri Ian, let's call it that, au kaka Ian, kwa sababu nakumbuka nimekuambia leo nimepata comment ya mtu ambaye yuko nyumbani anataka aondoke nyumbani kwao, anataka aanze maisha vitu kama hivyo. Unafikiri ni sehemu gani, kulingana na pesa, sehemu gani kijana anatakiwa aanze au itamfaa zaidi aanzie hapo ili aanze kwanza aweze kwenda hatua kwa hatua kuelekea kwenye ndoto yake ya utajiri? Huyu ni kijana mwanachuo, soma labda na yeye iko DIT au iko CBE, ungemshauri nini? Okay. Labda nianze kwa kusema kwamba hilo swali ni muhimu sana, na nadhani kila kijana atakuja kukutana nalo, ya kwamba nipo sehemu fulani, nina ndoto ya kuelekea sehemu fulani, nafikaje hapo? Nichukue hatua gani? Na ni swali ambalo hata mimi mwenyewe nilikuwa nalo, na ni swali ambalo ukikosa majibu inakufrustrate sana. Yeah. Kwa sababu unakuwa na maono ambayo yanakupa matumaini, lakini huoni namna ya kutengeneza daraja kati ya ulipo na pale ambapo unapotaka kufika. Kwa hiyo unakuwa ni kama uko upande huu wa pili, una shauku ya kuruka, lakini huwezi ukaruka kwa sababu hujui urukaje, na unakuwa na ile passion ndani yako inakupiga, yani kwamba nataka nafanya kitu ni nini, you know? Kwa hiyo na relate sana na mtu kama huyo, kwa sababu ni kitu ambacho hata mimi nikipitia. Kwa hiyo labda kitu ambacho naweza kusema hapo ni kwamba cha kwanza, maisha maisha mpaka nilipokuja kuanza maisha yangu Dar es Salaam, ni kwamba ilifika sehemu kama kijana, na especially mtoto wa kiume, nilifika sehemu nikaona kwamba okay, kuna
hatua natakiwa nifanye ambazo naweza kusema ni kama hatua za kishujaa, kwa sababu nipo chuo CBE muda huu na karibia kwenda kumalizia, na nilikuwa nakaa Kinondoni. Nakumbuka nakaa kwenye chumba ambacho ilikuwa ni shilingi 80 kwa mwezi, na kwenye hicho chumba ambacho ni 80 kwa mwezi, bili ya maji pale ni kama 5,000, lakini ilikuwa ni sweat, yani ilikuwa ni shida kulipa 5,000. Na ni sehemu ambapo nakumbuka nilikuwa nishamwambia babangu kwamba nataka nianze maisha da. Kumbuka sina kazi hata hapo, lakini mwambia nataka nianze maisha da. Na kutokea Moshi, right? Kutokea Moshi nimekuja da, na ushasoma chuo huko, unasema nataka nianze maisha da. Na ndani yangu wanasema kwa sababu yale maono, nadhani kitu cha kwanza kijana anahitaji ni maono. Yaani katika kitu ambacho unakihitaji ukikamate vizuri ni maono. Yaani ukiweza kuona ni wapi nataka nifike, namba 1, na namba 2 ukajua namna ya kuweka mpango wa namna ya kufikia maono. Namba 3 ukawa na ujasiri wa kushughulikia hayo maono. Namba 4 ukaamua kuwa na moyo wa humility, wa unyenyekevu, na ukaamua kujifunza kwa watu waliokutangulia. Na kujifunza humo sio tu kwa watu ambao labda ni watu ambao utasoma sijui Marekani sijui wapi, no. Kuna watu ambao tayari hata wamekutangulia sasa hivi tukimaisha hapa. Kujifunza kutoka kwao, na kwa wengine ambao huwezi kuwafikia kupitia vitabu, kupitia kozi, kupitia seminar tofauti tofauti, ukaamua kujisubmit, kujifunza. Yani umejinyenyekesha kujifunza kabisa kwamba nimeamua kupata maarifa na uelewa kuhusiana na kitu fulani, na ambayo yapo inline na hayo maono ambayo yako ndani ya moyo wako, na kutokuwa na ule uoga wa kwenda kuyafuata hiyo. Na namba 5 unapoamua kuwa na hiyo, sasa umeamua kujifunza na nini, na kujipa sasa neema ya unahitaji patience, kwa sababu nakumbuka vile uvumilivu, kwa sababu nakumbuka hata yani kwa nataka tu tajiri sasa hivi, sio kesho, sasa hivi, now. Yani this thing needs to happen now. Na ni kitu ambacho kitakuwa kinakufrustrate sana, sababu utakuwa unaangalia watu ambao wamefikia sehemu fulani kimaisha kama vijana, na especially kama unaangalia mtandaoni, utaona mtu milionea miaka 20 ngapi sijui na nini, bila kuelewa kwamba structures za kila nchi ni tofauti, bila kuelewa kwamba haujui ni kitu gani mtu anajua kuliko wewe, amefanya nini, na hujui. Unaona ni milionea 63, alianza safari akiwa na miaka 16, anaanza safari akiwa na miaka 10, ameridhishwa na mzee wake. Ameridhishwa na mzee wake. Au mtu mwingine baba yake alikuwa na tayari ameshaanza kumtrain kuhusiana na kitu kuanzia akiwa mdogo. Sasa ukimwona milionea ya miaka 22, unaona bwana chataelewa mimi na miaka 23. Unajiwekea pressure, unnecessary pressure unaita. Ambazo huwezi. Kwa hiyo kuwa na hiyo uvumilivu, kama especially si vijana, kuwa na uvumilivu ya kwamba kuna muda na wakati wa kila jambo chini ya hili jua. Na kwa sasa hivi labda nipo kwenye hii hatua ya kwamba niko kwenye mafunzo zaidi, nipo kwenye kujenga thamani. Kwa hiyo hapo kwenye uvumilivu ndio itakuja pointi ya 6 nadhani, ya kwamba utakuwa mtu wa thamani. Na utakapokuwa yule mtu wa thamani, utakuwa una uwezo wa kuona opportunities ambazo fursa utakuwa unaziona. Utakuwa na ukishaiona utakuwa unajua nini cha kufanya. Utakuwa una connection za kuweza kufulfill hizo fursa. Utakuwa una team labda ya kuweza kufanya hicho kitu. Labda utakuwa una ujuzi wa namna ya kufanya hivyo vitu. Na mtu mwingine utakuwa labda tayari umeshajenga hata capital. Labda umeshapata hela hapa na pale, kwamba uliamua labda ukaenda hata kuajiriwa kwanza. Kwa kupitia bado na maono, niko kwenye ajira na sky hapa miaka 10, 20, 30. Nipo hata kama ni miaka 2, 5, 20, miaka 2, 5, 10, lakini kulingana na maono yako. Mpenda hivyo kipia kwenye 20. 20 kama sio kila mtu atakuwa hivyo. 20 no. Hivyo, lakini utaona na maono yako kwamba mimi niko tayari nitaajiriwa kwa muda huu, nitakuwa hapa kwa kipindi hiki kwa sababu na maono yako. Siendi kwenye ajira kwa sababu nataka kazi, alafu ndo nipate security, alafu ndo maisha sasa taanza. No, nina maono, ndo kwa maana naenda kwenye hii ajira, na nitakaa kwa muda fulani kwenye hii ajira kwa sababu nataka nikusanye kitu fulani ambacho nikitoka nacho nitaenda kufanya kile kitu ambacho najua nataka nikifanye. Kwa hiyo kuwa na uvumilivu, kuwa na hiyo, kwanza umefika hapo sehemu umeshakuwa na mtu wa thamani na unakuwa na ule ujasiri wa kuexecute ambao ushaongelea hapo. Mimi nadhani ni hivyo vitu ambavyo
vijana wengi tukivielewa au mimi nilivyovielewa vimenisaidia kupiga hatua ambayo tunayo hadi sasa hivi. Na kama ninavyoendelea kusema, yani maono ambayo tunayo ni makubwa na bado hatujafikia pale ambapo tunataka tufikie. Lakini kuna hatua ambayo pia tumeshaipiga nzuri ambayo kwa sasa hivi naweza nikaangalia nyuma na nikasema ni kwa sababu ya vitu kama hivi ndivyo vimetusaidia kuweza kufikia hapa. Na mara nyingi watu watakiwa kuelewa ni kwamba upo ulipo kwa sababu ya namna unavyojiona na unavyofikiri. Kwa hiyo kama sasa hivi upo sehemu ambapo uko kwenye chumba kimoja, hauna pesa, una PC ambayo iko slow, unataka uipasue uvunje, ungeleta ile PC yani una ile simu ambayo kila ukikifanya kitu hakifanyi unachotaka ukifanye. Unaweza ukatoka YouTube bado ukaendelea kuplay na bado hujalipia YouTube Premium. Unatoka Instagram una lock screen bado ina play. Hiyo au upo tu kwenye condition ambayo uko kwenye madeni, upo kwenye condition vitu havifanyi kazi, vinagoma, tunakuelewa vizuri. Sababu tumekuwa hapo vizuri sana. Lakini ni pale ambapo tulipoamua kukua na tukabadilisha mitazamo yetu, namna tunavyofikiria na jinsi tunavyojiona kupitia ile maono tuliokuwa nayo. Then tukamove kwenye level nyingine ambao kuna vitu ambavyo sasa hivi ndio vinaonekana. Hivi vitu ambavyo tulikuwa tushaanza kuviona kule tulipokuwa huko kwenye chumba kimoja, tulipokuwa tunalala kwenye kile chumba ambapo tupo chumba kimoja, godoro ya 5 kwa 6, watu watatu, mmoja hivi mmoja hivi, tupiga ugali wetu na kabeji pale na maji ya marandu. Maji ya marandu. Ule ugali pale na kile kijiko chetu. Kile kinanili mzee nilikuwa napika. Wale watu walikuwa wanaona ile level. Walikuwa wanaona ile na zaidi. Na ni kwa sababu ya huo mtazamo tulikuwa nao juu yetu na fikra tulikuwa tumejenga kuhusiana na maisha yetu, ikatunyanyua kutoka pale kupitia mkono, mkatunyanyua kutoka pale kutuketisha sehemu nyingine. Na sasa hivi tunavotaka kwenda kwenye level nyingine, mimi tuone level inayofuata, tuanze kufikiria kwa level inayofuata ili tuweze kuingia kwenye level. Kwa hiyo hicho ni point ya mwisho kwenye hizo zote ambazo nimezitaja, kubadilisha mtazamo wako. Yes, una maono, umeshaona sawa, nataka niende kule, lakini una juhudi sasa ya wewe kuchukua hayo maono na kuya personalize na kuyatamka juu yako na kuyaishi. Yani mpaka sasa hivi mimi nafahamika kama tajiri maeneo mengi sana. Kija kanisani watu wengi ambao kwenye contact zangu wanafahamu kama tajiri. Lakini nimeanza kuongea kuhusiana na mambo tajiri kuanzia 2016 17 huko. Tajiri. Bilionea. Hivyo mpaka watu sasa hivi bilionea. Hiyo ni kwa sababu mimi nishajiona hivyo. Ni vitu vinakacha kunikamatia nilipo, lakini mimi tayari nipo huko. Kwa hiyo ningemshauri vijana, point yangu ya mwisho kwamba badilisha mtazamo wako kuhusiana na maisha yako. Yes, sasa hivi upo kwenye wakati mgumu. Yes, vitu havisogei, mambo hayaelekei kule unapotamani yaelekee, lakini kama ukiamua kushikilia mtazamo sahihi kuhusiana na maisha yako, ukiamua kujiona kama Mungu anavyokuona, ukiamua kuona kama vile ambavyo zile ndoto ambazo Mungu ameziweka ndani yako, ukaamua circumstances zako na situation yako nyumbani, eneo uliozaliwa, watu waliokuzunguka wasikudefine wewe kwamba wewe ni maskini, wewe siye mtu ambaye anaweza kufanikiwa, wewe ni yani labda mtu ambaye ana akili, wewe sijui nini. Yani ukiweza kuvunja hiyo mitazamo watu walionao juu yako ambao umekubali, na ukaamua kupokea mtazamo ambao Mungu anao kwa ajili yako na wewe ambao unauona ndani yako kupitia maono alikupa, ni swala la muda. Wow. Kuna kitu nimekigusia hapa wakati tunafunga na kabla sijaongea hicho kitu cha mwisho, kwa wewe ambao unatazama, kuna series ya uhalisia wa biashara, tunaendelea kutoa videos na kama hii ni interview pia. You can just go ahead ukasubscribe kwenye channel ya YouTube ili pia uweze kuwa plugged kwenye hii journey ambayo tunatoa experiences zetu kwa uhalisia, ambacho ni kitu ambacho naamini sio kitu ambacho tunaweza kupata kiurahisi sasa hivi kwenye YouTube. So we are doing that kwa sababu tunajua hatua tunazozipiga, tungependa watu ambao wanafuata our young brothers, ndugu zetu, wapite pia, wajifunze kutoka na makosa yetu na achievements zetu. Ndio cha kwanza. So kuna kitu nimekigusia, nafikiri nataka kuki-expand kidogo, ni kwenye swala zima la mchakato. Kukubali kwamba lengo lako au malengo yako unapoenda kuna mchakato. Na
sio kwamba utaruka tu utafika. Yani kukubaliana na mchakato, nafikiri kutokukubaliana na mchakato kama kijana ndio kinakufanya uwe katika sehemu unakuwa na pride, majigambo, right? Majigambo, unashinda kunyenyekea kwamba mchakato unakuhitaji ujifunze. Wewe unataka ufike haraka. Tumepitia mchakato unakutaka ushike kitabu usome. Mimi sisomi. Mchakato unahitaji kwenda kwa mtu fulani umsikilize, labda kama hata uko kanisani ukae chini usave kwenye department. Mchakato unakuhitaji ufanye hivyo. Lakini sasa hiyo ni kanuni. Uweze ukachepuka wazima. Kwa hiyo kukubaliana na mchakato ni kitu kigumu pia. Yani moyo wako lazima ukubali, yani ukubali, ukae chini sema unajua nini? Inaweza ikanichukua miaka 3, miaka 5. Ninahitaji kufanya hivi, kuchukua kozi, ninahitaji kutulia. Nafikiri hicho kitu ni kitu ambacho pia mimi ilibidi nianze kukubaliana nacho. Na ni kitu ambacho unakubaliana nacho kila siku. Kwamba labda kufikia $10,000, $20,000 kama kwenye Airbnb, 100 million kwa miezi 15 kwenye biashara. Kufikia labda $20,000 inakuhitaji kujifunza, na unavyoendelea kwenda ule mchakato ndio unakujenga sasa wewe kuwa mtu wa thamani. Sasa hicho kitu ndio vijana sisi hatutaki. Nataka tu. Nataka point A to Z. Yani kama umekuwa teleported. Na hiyo ni point ambayo nadhani kwenye hizo point ambazo tumezitaja. Na hiyo ni moja kwenye patience pale, yatakiwa iongezwe. Kwamba kuna mchakato especially kwenye hii safari ya mafanikio. Yani hauwezi ukatoka kuwa point hiyo ambayo unajiona kwamba sasa hivi upo, kufikia point ya kwamba umetimilisha maono yako bila kupitia mchakato ambao mchakato utakujenga, utakuvunja. Utakuvunja. Lazima ukuvunje, kwa sababu hapo itakufunua. Itakufunua kuona vitu kuhusiana na wewe. Kwamba kwanza itakuonyesha kwamba hujui. Na mwanga hiyo. Kwa sababu itakuonyesha kwamba ulikuwa unafikiri unajua sana. Kumbe kijana bado hujui. Unafikiri kwamba huna muda. Kwa sababu mchakato lazima upie kubaliana kwamba ile feeling ya kwamba kama napoteza muda na nini. Hiyo. Mchakato pia utakukuza sana. Kwa sababu itakuonyesha kwamba itakufundisha namna ya kuvalue kitu. Itakuonyesha namna ya kuthamini kitu. Utaweza kuthamini mahusiano zaidi ukipitia kwenye mchakato wa kuweza kujenga hayo mahusiano. Unaweza ukathamini ndoa zaidi kama wewe ni mtu ambaye umethamini mchakato wa kujenga ndoa. Unaweza ukathamini biashara zaidi unapomwona mtu amekaa sehemu fulani ni CEO, na kuacha tu kuongea bana watu watajiri hawa, yani wanaumiza tu maskini tu. Kuna watu ambao wanafanya hivyo, ni kweli. Lakini tukiangalia wengine ambao wapo wengi tu ambao wamepitia mchakato ambao watu wengi wako tayari kupitia wa discipline, kwamba kuna mtu anaamka muda fulani, kuna vitu anavifanya ambavyo wewe huko tayari kufanya, lakini unataka kuishi maisha yake. Umeelewa? Kwa hiyo huo mchakato utafunua vitu, utakujenga, utakuvunja, utakufungua macho, utakufundisha namna kuthamini vitu zaidi, na ukianza kuenjoy mchakato, ukiruhusu kama kijana kuenjoy huo mchakato, kwamba sasa hivi sawa niko hapa ghetto ni ngumu, lakini unajua nini, mwanangu mimi nakula. Moyo wa shukrani. Hiyo moyo wa shukrani. Contentment kuridhika. Sio kama umeridhika umekubaliana na mazingira kwamba yaani unaridhika hapo. Lakini huko bado ukiona bado una shauku ya kufika sehemu fulani. Hiyo kwamba kama si unakumbuka muda fulani tuko pale Sinza. Lakini ndio pale tutatoka tumemshukuru Mungu hata kwa sehemu ya nje ya kuomba. Yaani kuna kanyumba kabovu kamekaa hapo mtu anakitumia. Yaani ukiingia kwa unaweza sangoma. Lakini uko safisha pale. Safisha vizuri kabla ile kasafisha kwa kapandeki kwa natumia kama sehemu yetu ya maombi. Lakini mtu mwingine haiwezi kuona kwamba tunafurahi, yani kwamba kuna sehemu ya kuombea kule. Yani why are you happy kwamba kuna sehemu mbovu kama hii unamshukuru kwa unaenda kuomba huko. Tunamshukuru Mungu na sehemu ya kulala. Tumetoka tumpigia brother I say hii nyumba tulikuwa tumekodisha huku bana fresh na walituambia kwamba wameuza. Kwa hiyo tunahitaji kuondoka. Sasa tunaweza tukakaa hapo na wewe kwa muda fulani. Angalau tuna karoom kamoja watu watatu. Lakini tunasema hapo tupo okay. Kwa nadhani kwa content, yani
na kuenjoy hiyo process, kuamua kuifurahia process yako. Kama mimi sasa hivi ndo niko hapa. Sawa, sasa hivi nina nguo 7. Na nguo 7. Sina nguo nyingi au na nguo 2 na kiatu kimoja. Na kiatu pia moja. Wewe ukile kiatu. Kiatu pia moja cha brown kile. Ile buti ilipiga ile buti. Hizo. Nakumbuka kuna vitu nakuwa naangaliaga nasema namshukuru Mungu. Sasa hivi naweza nikaangalia nikamshukuru zaidi. Lakini kwa muda ule ilinibidi kupitia process kujifunza kuwa content. Na ndio kwa maana Paulo, mmoja wa waandishi wazuri sana wa Biblia, anasema yani yeye alijifunza kuridhika. Whether akiwa nacho, hana, akiwa sijui na watu wa aina gani, akiwa yani kuwa na ile hata kwa regardless. Hicho ni kitu ambacho nadhani vijana wengi tunahitaji sana. I hope kwamba tutaendelea kufanya mazungumzo kwa sababu we didn't plan hivi. I hope tutaendelea kufanya hivi, na kama unasikiliza kwenye hii channel ya Uza Kitajiri, kuna content kwa ajili ya Airbnb Kitajiri. Kama una mpango au una shauku au una interest na Airbnb, utaingia utakutana na playlist, unaweza ukajifunza mafunzo ya bure kabisa. Pia kuna series ya uhalisia biashara. Kuna content tunatoa huko za uhalisia, tunaonyesha vlog, utaona tu kwamba mambo ni mengi kule. Kwa kusema hayo, tajiri, nikukumbusha kwamba wewe ni tajiri na utaendelea kuwa tajiri ukiamini. Mtazamo